Hujambo mpenzi mtazamaji, na wakaribisha katika kipindi cha ufafanuzi wa Biblia kinachowajia kila Jumatano. Kipindi hiki kinakujia katika Mwanga wa Maandiko TV. Karibu tuweze kuinamisha vichwa, tupate ombi, ndipo tuingie katika ufafanuzi wa maandiko. Tunaomba. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba, Muumba mbingu na nchi, tuko mbele zako masaa haya. Tuongoze tangu mwanzo hadi tamati pamoja na msikilizaji wetu, ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Mada ya leo ni juu ya nguzo za unabii. Na ili tusikie hizi nguzo za unabii zinatuelekeza wapi, ni vizuri na ni muhimu muweze kuwafahamu ambao wanatuongoza katika nguzo hizi za unabii. Wote na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo, na wakaribisha nyote. Kwa majina naitwa Rudia Osoro. Asante mwalimu. Na yako? Wapendwa na wasalimu katika Kristo, hamjambo. Hamjambo tena. Jina langu ni Vincent Korir kutoka kanisa la Makao Mema. Asante, karibu. Na mkono wangu wa kushoto niko na mchungaji hapo pamoja nasi, ni mwalimu lakini mchungaji. Acha tuambie majina yake na ndipo tuweze kuendelea. Na wasalimu, hamjambo. Hatujambo. Kwa majina ni Pastor Judas Mwaniki, ninawakaribisha kwa moyo wa dhati. Nami naye nena nanyi kwa majina ni dada Eva Wangua, kanisa ni Ujamaa, niko pamoja nanyi na nawalika katika ufafanuzi wa Biblia. Amen. Mada tulio nayo ambayo tunaenda kuitazama leo na kuichambua kwa undani ni mada ya nguzo za unabii. Na tunapoangalia katika kila mada katika maisha, wanadamu kataa mada iwayo yote kulingana na fikira zao na yale ambao wao wanayajua ama kuyatambua. Katika kile kipengele ambacho kinatupatia mwongozo ambalo ni fungu letu la kukariri ambalo tuliangalia ni Yeremia 9:24, inasema kama wewe ungependa kujivuna, basi jivune katika kumjua Mungu na kumfahamu. Usijivune kwa sababu una mali, usijivune kwa sababu wewe ni mkuu na cheo. Jivune kwa sababu unamjua Mungu. Na hali hiyo hiyo ndipo utangulizi wa siku ya leo unatupatia mada ya kuwa wanadamu kama kawaida kukataa mada ama itilafiana katika mada kulingana na vile inavyoendelea ama inavyozungumziwa. Na kwa sababu hiyo basi tunapoingia katika jamii ya Wakristo, tunapoangalia waumini wa kanisa, wanapoangalia vitabu hivi vya unabii ama jambo la unabii, hasa wanaposoma kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli, wengi hutilafiana sana katika kukubaliana katika mada hii. Hasa wengi husema kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho ni kigumu sana, hata hakieleweki na wasingetaka kukisoma kwa sababu kitawapatia maswali badala ya kuwapatia majibu. Na kwa sababu ya kuhitilafiana hivi, hata wachungaji wengi hufikiria washiriki wangu wakisoma vitabu hivi wataniletea shida badala ya kuniletea majibu. Kwa hivyo wanaamua waambie washiriki wasisome kitabu hiki cha Ufunuo na kitabu cha Danieli. Lakini ukweli ni kwamba hata wanapoendelea kuhitilafiana, Biblia haihitilafiani hiyo yenyewe. Biblia inafunua wazi, ndiposa kitabu chenyewe kinaitwa Ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo basi tusiwe na mambo ya kusema kuwa vitabu hivi viwili, Danieli na kitabu cha Ufunuo, ambavyo vinazungumzia juu ya unabii, ni vitabu vigumu. Tumuulize Roho Mtakatifu atufundishe ili katika vitabu hivi tukapate kufunuliwa juu ya unabii wa Yesu Kristo. Na tunapoenda kuangalia mada hii leo, kuwa tuna akili angavu ya kutaka kujua na Mungu atakufunulia. Katika sehemu inayofuata, kipengele ambacho kiko mbele yetu, tunaenda kumpatia dada yangu ambaye ni mwalimu Rudia aweze kutuambia machache juu ya sehemu ya pili inayofuata, ambapo inasema kuwa mwenye anayesoma aweze kuelewa. Vile mwenzetu ameweza kuyasema haya,
imekuwa ni vigumu sana kuelewa hii unabii. Wengine tunaiona ni ngumu kwetu kuyashika, lakini kupitia kwa Roho wako Mtakatifu na kupitia vile watu wa Mungu wameweza kufunuliwa, yameweza kusikika vizuri, na kupitia kwa huyu Roho Mtakatifu tumeweza kujua ukweli ndani ya hii unabii. Ni ukweli gani ambayo Mungu anataka tuweze kujua, na andiko hili tuweze kulifahamu vyema. Inastahili sisi kama Wakristo tuweze kuelewa na tuweze kusoma kwa undani ili tuweze kulifahamu hili neno. Haswa unaposoma katika kitabu cha Mathayo, tunaangalia vile mambo yalivyo katika mambo ya mwisho yameletwa kwetu ili tuweze kusoma na tujue tuko nyakati gani. Kwa hivyo Mungu wetu anataka tuelewe. Hata unaposoma katika kitabu cha Ufunuo, tunaambiwa nyakati zimekaribia. Ndio hizi tuko nazo sahihi. Muda umekuwa karibu na umefika mwisho. Na hata unaposoma katika kitabu cha Mathayo, Mungu anasema tupepe nira yake ambayo ni nyepesi. Kwetu iwe tuweze atupe nira yake ambayo ni nyepesi, tumpe yetu ambayo ni ngumu. Kwa hivyo Mungu wetu anataka tumuelewe hivi. Kuwa yeye ni mpole, yeye ni mnyenyekevu, maana haya yote anataka yawe kwetu. Tuweze kumwelewa jinsi yeye anavyotaka sisi tuwe, kuwa yeye ni mwenye upendo, ni mpole na ni mnyenyekevu. Tukimjua hivyo itakuwa rahisi kwetu. Hata tunaposoma katika neno lake tunaambiwa kuwa Biblia imekuwa inspired, ama imekuwa imefufuliwa kupitia kwa Roho Mtakatifu. Tujue hivyo. Alafu kitu kingine tunaambiwa kuwa Yesu mwenyewe alikuwa wakati uumbaji huko yote yalifanyika kupitia kwake. Ndipo tunaposoma katika kitabu cha Yohana 1:1 anasema yeye hapo mwanzo kulikuwa na neno, na hili neno lilikuwa kwa Mungu, na hili neno lilikuwa nani? Ni Mungu. Kwa hivyo yeye tuweze kumwelewa kuwa yeye ni neno, na hili neno lilikuwa ni Mungu. Ndio. Sisi sasa kazi yetu katika mambo haya yote tunayoyasoma kuwa tuweze kuelewa na tuweze kuamini kuwa haya maneno yanakuwa rahisi kwetu kuyaelewa na tuyaweze kuyashika, na Mungu aweze kutubariki. Amina. Asante. Naomba kuongezea kidogo. Unaposoma katika kitabu cha Mathayo 24 fungu lake la 15, kuongezea na kila Biblia amesema ni kwamba kuna maneno ambayo katika Biblia Mungu anataka tuyaelewe. Ndio. Unaposoma kitabu cha Mathayo 24 fungu lake la 15 inasema asomaye na afanye gani na ayaelewe maneno hayo katika kitabu hicho cha Mathayo. Nafikiri kama tunaweza tukisoma ingekuwa ni bora zaidi. Katika kitabu hicho cha Mathayo Mathayo sura ya 24 na fungu lake ni la 15, maandiko yanasema hivi: basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Amen. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Sasa katika somo hili vile unavyolisoma hivyo ni kwamba swali la kwanza linalonikujia ni kwamba ni nini hiki ambacho Danieli alisema? Ni nini Danieli alichokisema kwamba lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama? Ile chukizo ni lipi alilolisema? Na anasoma kwa nani? Anaambia nani? Ninaelewa kwamba Danieli anasungumzia nyakati ambazo anasungumzia Yerusalemu. Wakaaji wa Yerusalemu walikuwa ni Waisraeli. Waisraeli wanahesabiwa katika Biblia kwamba ndio ni chimbuko la watu wa Mungu. Ni watu watakatifu, watu wa miliki ya Mungu. Sasa Danieli akaoneshwa, akaambiwa kwamba nyakati za mwisho zitakuwa za hatari. Sasa ni vizuri msikize unabii. Ni vizuri mlisikize neno la Mungu. Danieli mtumishi wa Mungu akasema, basi mtakapoliona chukizo limesimama katika mahali patakatifu. Israeli ilikuwa ni mahali patakatifu. Asomaye na fanya magani. Ndipo anasema kwamba anayefahamu atakimbilia kwa mahali kuna usalama. Kwa usalama ni wapi?
ni milimani waliambiwa. Waliokosa kusoma na kuelewa, Warumi baadaye walitokea, wakaja mara ya kwanza wakarudi. Na hiyo ilikuwa ni ishara kuambia kimbia, usishike sana mahali upo. Wengine wako mahali salama wanafikiri kwamba wacha tukae tu. Mungu akisema ondoka, ondoka. Wakakosa kufuata yale maandiko kutoka. Yes. Baada ya mara ya pili tena wakaja tena wakarudi tena wakajiona kama watu hakuna kitu kitafanyika. Lakini unaelewa kwamba baadaye wale waliokimbilia milimani kama sehemu inaitwa Pera, hao ndio walipona, lakini wale walibaki waliuawa. Kwa hivyo ni Biblia inatufundisha kwamba asomaye Biblia, asomaye unabii, na Mungu amsaidie kuelewa maneno. Yesu asifiwe. Pengine katika hali ya kuongezea jambo pale, wale waliokuwa ndani ya mji waliambiwa wakimbilie mlimani. Yes. Waliona Yerusalemu ilikuwa imejengwa na kuta nzito sana, wakajua wana usalama. Leo mimi na wewe tunaambiwa tukimbie katika wokovu. Kwa sababu tunaweza fikiria tuko ndani ya amani, tuko salama. Tunaweza fikiria kwa sababu mahali niko haijalishi wokovu, lakini ukweli ni kwamba hata leo tunangojea uangamivu wa ulimwengu huu kwa wale wote ambao hawatakuwa wamekubali Kristo kama Mwokozi na Bwana wa maisha yao. Sasa usijigambe ya kuwa wewe uko salama kwa sababu una mali ama uko na nyumba nzuri. Nyumba nzuri. Hizo kuta hazitakusaidia, ila Yesu peke yake ndiye atakayekuwa ni wokovu wako na kimbilio lako. Amen. Tukienda sehemu inayofuata, Mwalimu Korir, naomba ukaweze kusema jambo kwa sehemu ama kipengee ambacho kiko mbele yetu. Sema jambo ndipo tusonge mbele katika hiyo sehemu. Okay. Nashukuru sana mwalimu, ambapo tunaendelea kuona nguzo wa unabii. Yes. Na tumeona ya kwamba Mungu ameanza kutambulisha, na ameona ya kwamba ujumbe huu anaotupatia ni kwamba anatupatia ili tuweze tufahamu, na tukishafahamu tunaweza kutii sauti yake. Ndipo tunaposonga, ndipo imeanza ya kwamba kufahamu. Ndipo tukisonga mbele, unaona Mungu anatuhitaji tumuelewe, maana tukishamweza kumuelewa Mungu tutaweza kutenda sawa sawa na mapenzi yake. Amen. Ndipo anasidi tukiona katika kitabu cha Zaburi 136 inaonyesha na inatuambia kwamba Mungu anaijua, anajua kila kitu. Yeye ni muumbaji, yeye anaona mwisho kutangu kuanzia mwanzo. Ndipo sasa anaposema ya kwamba maneno haya ni ya hakika na ni ya kweli, na Mungu anataka tukifahamu. Tukishamfahamu Mungu tutaweza kutenda sawa sawa na mapenzi yake. Asante. Katika nafasi ile pale ukiangalia kitabu cha Isaia 55 fungu la 9 linasema mawazo ya Mungu yako juu sana kuliko mawazo yetu, na njia zake pia ziko juu, hatuwezi kuzichunguza wala hatuwezi tukazifahamu kikamilifu. Kwa maneno mengine tunaweza kusema Mungu ni muumba, ameumba kila kitu. Kwa sababu tunasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno lilikuwa kwa Mungu, na neno lilikuwa ni Mungu. Sasa kama Mungu ni muumbaji ambaye ameniumba mimi na wewe, akili ile kidogo ambayo ametupa kuweza kumfahamu, hata tukajaribu kuchunguza Mungu waje, hatutamuelewa kikamilifu kabisa. Lakini ile kiasi anaturuhusu tuweze kumfahamu ni kupitia uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa kulingana na maandiko, unapoendelea kusoma andiko la Mungu, utaendelea kumjua Mungu, kwa sababu anaendelea kujifunua kwetu kupitia maandiko, na kupitia unabii Mungu anazidi kunena nasi tukaweze kumfahamu. Sijui kama mwalimu ungetaka kuongeza jambo ndipo tuende sehemu nyingine. Kuna jambo muhimu sana ambalo limegusa katika sehemu hiyo. Na Mungu anapoonyesha mambo haya ni anaweka kuonyesha ukombozi wa mwanadamu. So anaponena jambo hili anatuonyesha, na Mungu ametuahidi ukombozi wa kipekee kupitia mwana wake Yesu. Amen. Kuongezea na hiyo ni kwamba Mungu anataka tumuelewe. Tunamuelewa kama nani? Kama muumbaji.
anataka tumwelewe kwamba yeye kila kitu kinatoka mikono yake. Unaposoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza, yaani Yohana 1:1-3 inasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno. Na hilo neno lilikuwa pamoja. Na hilo neno lilikuwa na anasema kwamba kama sio hilo neno, vyote vikawa kupitia kwa hilo neno. Kwa hilo neno. Kwa hiyo hili neno ni nani? Ni Mungu. Hili neno ni nani? Ni uweza wa mbingu. Kwa hiyo kile Mungu anataka tumuelewe kwamba mwanadamu hawezi fanya jambo lolote akafaulu na ufaulu na ushindi ulio halisi pasipokuwa na uwepo wa Mungu. Ni uwepo wa Mungu unafanya. Ndipo Biblia inaniambia kwamba katika hiyo hali ya 4 inasema kwamba hiyo Yohana 1 ukisoma kuanzia 1-3 inasema kwamba na hilo neno ndimo kulimokuwa uzima, na huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo ushindi wa mwanadamu unatokana na neno. Tumfahamu Mungu kwamba yeye ni muumbaji. Ukiweka mawazo kwamba hii dunia labda ilitokana na vitu vilijifanya, kuna kanyama kadogo kalikuwa katika mkia sijui kaenda namna gani, unajikoroga. Na ukichokoroga namna hiyo utaweza kujua mahusia ya Mungu ambaye ameyafanya kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo la msingi kabisa ni kumwelewa Mungu kama muumba, Mungu kama muweza, Mungu kama muongozi wa mambo yetu. Kuongeza hapo kidogo, unajua sisi wanadamu tumechikamba kwa sababu ya zile nguvu zetu. Mungu anataka tumuelewe kivipi? Amekupa hiyo nguvu uweze kumtumikia. Lakini ametupa nguvu na tumekaa. Tutamwelewa na tutamfanyia kazi. Ametupa mali tumtumikie. Lakini tumechikamba, tumesema hivi vyote ni vyetu. Tutamwelewa maana yeye ametupa ili tumtumikie katika imani ambayo tumepewa, katika hizo nguvu ambazo tumepewa, lakini tumekaa. Lazima tumwelewe kuwa yeye ni Mungu aliyetuumba ili tumtumikie yeye. Amen. Ndiyo aweze kusema jambo kuhusu kuyafunga na kuyafungua maandiko. Yanafungwa vipi na yanafunguliwa vipi na yanawekwa muhuri vipi katika kipengee. Asante. Kitu cha kwanza hapa ni maneno ambayo Daniel anaonyeshwa. Sasa anaambiwa haya maneno muda wake bado. Lakini yafunge na yake muhuri. Lakini unapoenda katika Revelation 22 inatuambiaje? Haya maneno yanafanyaje? Yamefunuliwa kwetu. Sasa unaposoma katika Daniel 12 inatuambia kuwa hata knowledge will increase, yani maarifa yataongezeka. Hicho kitu wakati mpaka Danieli anayaandika haya maneno bado, wakati bado. Lakini kuna wakati ambapo utakuja ambapo haya maarifa vitu vitaongezeka, teknolojia itakuja na mambo yatafunuliwa wakati huo. Sasa ndio tunaambiwa haya maneno yafunge na mpaka hicho kipindi ambapo kitafika. Na ukweli ambao tunaambiwa hapa hii ambapo inaitwa ukweli, na tuweze na ukweli na nini na ufahamu ambao tunaambiwa katika kitabu cha Danieli. Yameletwa ili taweze kufunuliwa yawe siri mpaka wakati huo ambapo hata tunapoambiwa katika kitabu hicho ni kuwa watu wengi katika kitabu cha Danieli vile tumesema ni kuwa haya maneno wanaposoma katika kitabu cha Mathayo, tuseme Mathayo hiyo 13 verse 11 inasema Mathayo 11:13, kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni na wakisikia hawasikii wala kuyaelewa, na neno la nabii Isaya linatuma kwao. Haya maneno yameletwa kwa watu ambao wanaweza kuyaelewa na kuyatimiza. Asante. Na katika kumaliza sehemu hiyo inayofuata kipengee kipengee ambacho kinafuata, naomba nimpatie mchungaji nafasi ya kusema jambo, hata pengine ataongezea kabla hiyo sealing of the word.
Nashukuru sana mwalimu kwa kuweza kutupatia nafasi. Katika hii sehemu ambayo tumeweza kutoka ni kwamba tumeelewa kwamba Danieli 12 fungu la 4 Biblia inasema ya kwamba ayatie muhuri yale maneno. Yaani kumaanisha ayafunge yale maneno. Ayafunge kwa sababu wakati wake ni haujafika. Lakini ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 22 fungu la 30 ambapo Rudia ametueleza ni kwamba maneno haya anaambiwa usiyafunge maneno haya kwa sababu wakati huo umekaribia. Wakati ulio neno umefanya mnagani umekaribia. Mimi labda niulize swali ambalo litatusaidia kuelewa. Ni kwamba kwa nini haya maneno yanaambiwa yafungwe? Ni kumaanisha kwamba katika kipindi kile ingekuwa ni vigumu kwa watu kuelewa, kuyafahamu maneno hayo kwa sababu hayajatokea wayaone. Si yameanza hivi. Unaambia watu sasa sikia, kuna ufalme fulani ambao tayari ndio umeanza, hawaja kujua ufalme. Mungu anataka kwanza kipindi cha kwanza watu waelewe kuna ufalme fulani. Ukija kuwaelezea kuna ufalme umetokezea, tayari wamefahamu na gani? Wameuona. Alafu kuna kipindi ambacho kinafika, ni kipindi ambacho unaweza ukaelewa. Ambacho katika kipindi hicho tunakiona katika kipindi cha Nabii Yohana. Yohana anapofikia wakati ambapo anatueleza kwamba sasa ni wakati wa mwisho. Sasa ni kipindi cha mwisho. Maneno haya ni vizuri yaeleweke kwa watu. Si maneno yamefichika tena. Ni maneno yako wazi. Kwa hivyo wanataka kusema kwamba kama kuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba maneno ya unabii, maneno ya Danieli ni maneno ambayo yamefungika, nafikiri anastahili tena afikirie tena. Asante mchungaji. Basi kwa kumalizia katika sehemu iliyosalia, nafasi hiyo niweze kusema jambo ndipo tuweze kualika maswali kwa wasikilizaji wetu. Sehemu hii inasumusia kwamba tukaweze kulisoma neno. Yaani ni kana kwamba tukaweze kulipatia neno kibao mbele. Ushindi wa mwanadamu unatokana na neno. Hekima mwanadamu anayohitaji inatokana na neno. Unaposoma katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 5 na aya yake ya 18, Biblia inasema kwa maana amini nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. So Mungu anatuambia wazi ya kwamba maneno haya ambayo watu wengi wameyakataa ndio ushindi wao. Anasema neno la Mungu ile lilivyosema litatimia. Unabii unaposoma katika Danieli unaoelezea kwamba kuna wanyama wanatoka katika bahari na wale wanyama, Biblia inazungumza katika Yohana Danieli 7 fungu la 24 inazungumzia wale ni falme zitakazotokea. Au hizo nyakati zote hizo ni neno la Mungu linakuja kwetu, ni unabii ambao lazima maneno hayo yatatimia. Yote yatapita lakini neno litafanya namna gani? Neno la Mungu litasimama kama vile ambavyo Biblia inasema. Kwa hivyo hata Torati, ndio inasema hata Torati nafikiri ni sheria. Anasema hata Torati inasema wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yafanyeje? Hata yote yakaweza kutimia. So hilo ni neno la pekee. Alafu neno hili ndilo linatupatia hekima sisi. Maana kufanya maamuzi mema lazima uwe na hekima. Lazima ufanye maamuzi mema ya kibiashara, ufanye maamuzi mema juu ya maisha yako, ufanye maamuzi mema ya familia, yanahitaji neno na hilo neno ndio linafanya mbingu na dunia ikawa. Kwa hivyo neno hilo lina uwezo wa kumfanya mwanadamu, ili mwanadamu akaweze kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi yaliyo mazuri. Tunaposoma kitabu cha 2 Timothy chapter 3, kama 2 Timotheo wa 2:3, usome 15 mpaka 17. Nasema hilo neno la Mungu lina uwezo wa kukuhekimisha. Ina uwezo wa kukurekebisha. Lina uwezo wa kukufundisha. Mwanadamu si mwerevu, anahitaji neno limfundishe.
anataka hii neno likamupe hekima, inataka neno likaweze unajua neno pia usahihisha, ukaribia, ukemea, hilo neno linakemea, ili baadaye hilo neno linamfanya anakuwa thoroughly furnished unto all good works. Ili ufanye kazi nzuri ya Mungu, ili iliyo kamilifu, ni lazima uwe mtu unayesoma neno la Mungu. Na unasoma neno kwa kuomba. Mwambie Mungu, hata nikisoma mimi sijui, mimi sina uwezo, mimi ni mwanadamu dhaifu aliyetoka katika kizazi cha Adamu aliyeanguka. Kwa hivyo hata nikisema siwezi sema neno. Kwa hivyo ukinyenyekea kwa Mungu na mwambie Mungu nielekeze, Mungu atakusaidia na utaweza kupata ufahamu zaidi. Amen. Sehemu nyingine ambayo ni ya mwisho ya pekee pia kuweza kuelewa, Mungu katika maandiko anatumia lugha ya mifano. Atumii wakati mwingine, hata Yesu alipokuwa anafundisha anatumia mifano. Na katika mifano hiyo, labda tunaposoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 13, nafikiri mwalimu kwa nini Yesu akatumia mifano katika kitabu cha 13 na fungu lake la 13? Labda unaweza kutusaidia zaidi katika hiyo. Ndio tuendelee. Asante sana mwalimu. Ili tuweze kujibu swali hilo nzuri, ni vizuri tuone fungu hilo. Na Mathayo 13:13 ikasema, anatoa sababu. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, ni kali sana, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Kuna mambo kama matatu hapa. Je, anasema wanaona lakini hawaoni? Inawezekanaje kuona na usione? Ya kwamba unaweza liona kweli, lakini kumbe hujaendana nasi, haijakuingia. Ndipo maana hapo nyuma tukaona Mungu anataka tuweze tuyasome maandiko matakatifu. Tukiyasoma tunayaelewa. Inawezekana kuna mtu anasoma tu, akishasoma Biblia anasoma amesikia kweli Yesu anasema hivi, lakini kutenda jambo hilo halitendi. Ndipo anasema anayafanya nini? Anayasikia lakini hayaelewi, hayamsaidii. Jambo lingine ni kwamba unajua kuna jambo ukilesema kwa wakati mwingine inaweza leta fujo mara hiyo na ikafanya jambo hilo isisonge, isiendelee. Lakini inaposema kutumia kwa mfano, nampa nafasi mtu anaenda anawaza polepole, anafikiria, anaichunguza zaidi, ndipo tunapata jambo hili. So Yesu anatumia mifano bila ambavyo tumesema, ili mwenye kusoma na uerevu aelewe. Asiyesoma na uerevu wa mbinguni, yeye atasoma na hataelewa. Ataona lakini hataona kitu. Katika Biblia kuanzia Agano Jipya mpaka Agano la Kale tunaona mifano inatumika. Kwa mfano katika Agano la Kale, kusoma Danieli 8 yote hiyo, Ufunuo 13, itakuelezea kwamba Biblia inataja wanyama wanaotoka katika bahari. Unasikia mnyama wa kwanza alikuwa anafanana na simba. Mnyama wa pili anafanana na dubu. Mfano mnyama wa tatu anafanana na chui. Mnyama wa nne ni mnyama wa kutisha, mwenye pembe, mwenye katika alikuwa na meno ya chuma. Ndio anasema namna hiyo. Labda kuna swali watu wanajiuliza, mbona Mungu akaruhusu Biblia itumike kwa mifano? Nataka nieleze hivi. Unapotumia mifano uleta lugha ambayo inasaidia msikilizaji ama yule anayesoma kuwa na hamu ya kutaka kujua zaidi, huyu mnyama ni nani, ni nini hiki kinachowekwa. Na by the way, hizi lugha za mifano pia ziko very sweet. Maana hutumika kwa vitu ambavyo watu wanazoea kuona. Yesu aliposema mpazi akaenda kupanda, si anatumia lugha ambayo wanaelewa, maana walikuwa wakulima, sio mnaizo. So hii inatumika lugha inayoeleweka. Alafu pia mifano pia katika Biblia kutumika kwa sababu nyingine, kwamba Biblia ingesema anayetoka kwa bahari ni shetani. Ama ni fulani ambaye ni shetani, huwe direct kwa maneno bila kuficha. Nafikiria kwamba Biblia ingechoma.
Biblia ile, kuna watu wengine hawaweza kustahimili maneno ya Biblia. So ndio mposa Mungu akatumia Biblia. Unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 1 fungu lake 16, Biblia pia inamtaja Yesu kama mwanga, as the sun. Inamtaja Yesu kama katika mkono wake kuna nyota 7. Yesu ana nyota 7. Na anasema kwamba katika mdomo wake pia kulitokana na upanga ukatao kuwili, na katika muonekano wake alionekana kama mwangaza wa jua. So ukiangalia pale utaona kwamba Biblia mara mingi hata katika Ufunuo pia inatumia mifano. Mungu anapotumia mifano, kuna ujumbe fulani anataka ujumbe huo ufike kwa watu. Hilo ndio jambo ambalo tunaliona. Alafu ukisoma pia unakuta kwamba kanisa linafananishwa na bikira. Si tumesoma hiyo? Kanisa linafananishwa kama bikira. Yes. Ambaye Yesu Kristo anafananishwa kama nani? Bwana. Kama bwana harusi ambaye anakuja kulichukua kanisa. So mifano imetumika mingi. Ukisoma Yeremia 6 fungu lake la 2, nasema Yerusalemu imefananishwa kama mwanamke muororo. Yaani inafananishwa kama mwanamke aliyemororo. So watu wa Mungu wanafananishwa kama mwanamke. Yes. So in the Bible, Biblia imetumia sana hizo mifano. Na mifano hii huleta lugha fulani nzuri ya kueleweka, ambao kwa watu wengi itawasaidia kuelewa. Wale ambao wanataka kuelewa wataelewa, lakini wale ambao wanasoma Biblia kwa sababu ya mambo yao ya kibinafsi, hata wakisoma watakosa kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, asante kwa hilo, na ningependa tu kuongezea jambo pale. Yes. Usomaji wa neno. Wangapi wetu tunasoma? Wangapi wetu tunatafuta muda kutenga kwa ajili ya neno? Kumbe lolote, hata unaona hata Joshua alipokuwa mtumishi wa Mungu Musa amelala mauti, Joshua anapokabiliwa jeshi la wana Israeli aliambiwa neno hili lisitoke kinywani mwako, ulitafakari usiku na mchana. Lakini sisi ambao tunajiita Wakristo, mara ngapi tunasoma neno? Mara ngapi tunakaa tu na kusema ili lisali moja wacha nisome nini? Nisome neno, na ili neno liniangazie, ili neno linipatie hekima, ili neno linirekebishe. Kama sisi hatuchukui wakati wa kusoma neno, je, tunatarajia kuokolewa? Hakuna. Kitu kingine ambacho tusisahau ni kwamba bado vita, the great conflict, pambano kuu linaendelea. Kwa sababu shetani asingetaka tusome neno. Tukisoma neno tunapata tunakuwa na hekima. Tusipolisoma ni rahisi sisi kutekwa na kila doctrine na pia kuangamia kwa haraka. Kwa hiyo ombi langu, Mungu atusaidie tuwe wasomaji wa neno. Sijui kama kuna mtu anataka kuongeza jambo. Asante mwalimu Eva, unatupeleka vizuri. Katika kitabu cha Yeremia 9 fungu lake la 24, na fikiria maneno yote tumeyaongea yameweka misingi yake hapa. Kumbuka somo letu linasema ya kwamba nguzo za unabii. So Mungu anataka sisi tuweke unabii ni neno la Mungu. Unabii ni ushuhuda wa nani? Sasa anasema hivi, nirudie hilo somo kulisoma hata kama tumelisoma kwanza na mwalimu Eva. Inasema Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Jisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua, ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu ya haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Mungu anapenda haki. Kama unataka kujisifu, jisifu kwa unamjua, maana dunia yote iko kwa mikono ya nani? Ya Mungu. Na kwa kupitia kwa Mungu vyote vikawa. Asante. Tusisome kama yule mwandishi tulisoma kutoka mwanzo kuwa yeye alikuwa anasoma ili yani anatafuta makosa, anataka aangalie, anachunguza, lakini tulisome hili neno na tulishike. Haya maneno ya unabii tuyaweze kuyashika na tuyaandike katika mioyo yetu. Amen. Sijui wasikilizaji wetu kama kuna swali ama jambo la kuchangia, karibu.
kuna swali moja ningependa niulize. Danieli amesema wakati wa mwisho maarifa yataongezeka. Na tunaweza thibitisha vipi kuna maarifa imeongezeka katika dunia hii? Alafu swali la pili, kuna watu wanalikataa neno la unabii. Wanasema hawezi wakasoma. Unaweza ukawashauri nini kuhusu unabii? Maana unabii ni taa. Sasa kama una taa inamaanisha uko gizani. Utaona. Utaona. Utawashauri vipi ili wapate kulisoma hilo neno? Tukiangalia ni kwamba ni vizuri kuwa tuko na hili neno, na hili neno katika hali ya unabii watu wengi hawatapenda kulisoma wala kulichambua wala kutaka ku apply it to their own lives. Ndiposa utaona unabii ili ukaweze kusomwa na kutafutwa, kwa sababu katika unabii ni kuchambua kitabu baada ya nyingine. Kitabu hiki kimeniambia hivi, nitaweza kupata kwa commentary nikaweze kuelewa, lakini zaidi mwalimu ni Roho Mtakatifu, ndiye peke yake atakayetufunulia unabii ni nini. Na ninapojaribu kusema juu ya maarifa kuongezeka, tunapoangalia leo tumeketi hapa, ulimwengu umekuwa kitu kidogo tu sana. Kiasi ya unaweza fikia mtu yuko Marekani leo kwa dakika 3 ama 2, tuko na internet, tuko na runinga, tuko na simu. Kila hata kalamu ambayo unaingia nayo kwa unahubiri kila kitu, lakini haya maarifa haya wakati huo Danieli alipokuwa akiishi hayakuwa. Lakini angalia leo hata mtoto mdogo anakushinda katika kujua mambo ya internet kuliko mtu mzima ambao umeishi miaka. Kwa hivyo ukweli ni kwamba maarifa yameongezeka na yanapoendelea kuongezeka. Hebu tumuombe Mungu tuweze kupata maarifa zaidi katika kumjua yeye badala ya kujua tu maarifa ya ulimwengu ambayo hayatupeleki popote. Kama kuna mtu angetaka kuongeza jambo. Naongeza ni kwamba Biblia inasema ya kwamba wale ambao wamelikataa neno la Mungu, na nataka niwaambie kwa hakika kwamba wanayapoteza maisha yao. Ukikataa neno la Mungu ikiingie kwenye anasa ya dunia, umepoteza hata kisasi chako. Kwa hivyo kama kuna kitu ambacho unastahili kukiembrace na kukipenda sana, ukipenda neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nafasi hii tunaenda kumaliza kipindi hiki cha kwanza ambacho ni cha ufafanuzi wa Biblia. Tutapata ombi kutoka kwa mwalimu Koriri. Mwalimu Koriri, tufungie kwa ombi. Asante sana mwalimu. Tuamini na tuombe. Baba wetu, muumba wa mbingu na nchi, unastahili sifa na utukufu milele sote. Mungu wetu, asante kwa neno lako ambalo umenena pamoja nasi kwa njia ya kipekee. Ujumbe huu ambao ameweza kupata liweze kufanyia kazi. Mapenzi yako yatendeke sasa na hata milele, kwa maana naomba hayo kupitia jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Asante.